Kwa majina ni Angeline Lukungu. Mwenye amekufa anaitwa Vali. Tunafanya fashion design diploma. Mwenye amekufa amekuwa rafiki yangu wa dhati. And then tulikuwa na yeye jana shule. Alikuwa vizuri. Hakuonyesha dalili yoyote ya ugonjwa. Ni huzuni kweli. Tulikuwa na yeye jana. Ukweli hakuonyesha dalili yoyote ya ugonjwa jamani. Tutampata wapi huyu msichana? Tutafanya nini kweli? Huyu msichana tuliachana na yeye shule vizuri. Alafu mimi nikaenda daraja kwa sababu kuna vitu ambavyo sikuwa navyo kwenye nyumba. Alafu vile nilikuja mvua ilinyesha sana jana vile tunajua hapa Kisii. Nilirudi nikaenda tu kwa nyumba yangu. Nakaa hapa stage miwa hapo juu kwa Misadan. Alafu asubuhi vile imefika tumekuwa na class ya 7:30. Huyu msichana hachelewangi shule wala she doesn't miss any lesson. Even my friends wanaweza kuwa evidence. And then niseme nini? Niache nini? Ukweli asubuhi nimemtafuta kwa simu, sikumpata na hakushika simu yangu. Nikasema ya kwamba kwa vile nimechelewa, imekuwa saa 2 hivi nimechelewa, na huyu msichana huwa achelewi, Vali huwa achelewi class. Nikasema wacha niende shule kwa sababu ni late na mwalimu maybe anaweza kuwa class and then akose kushika simu yangu. Kwa kweli nimeenda nikafika shule. Vile nimefika shule nikapatana na marafiki zake wamekuwa huko pia. Tukapatana na Magi alikuwa huko, yeye ndiye alikuwa kwa darasa. Alafu akaniuliza, Angela, where is Vali? I answered, I don't know because sijapitia huko. Ilivyo desturi yangu, mimi hupitia huko. Lakini leo sijapitia kwa sababu nilikuwa nimechelewa na nikajua ya kwamba ameenda shuleni nako darasani. Kisha vile imekuwa hivyo tukapiga simu, hachukui. Tukaendelea kupiga simu, hachukui. Nikasema tukashikwa na wasiwasi wa masi. Alafu tukasema ya kwamba wacha tukimbie kwenye nyumba mimi na Magi. Tukaenda kwenye nyumba, tukatoka darasani moja kwa moja, tukaenda kwa nyumba, tukapanda pikipiki hapo chini sijui daraja moja hapo chini. Alafu tukafika kwa nyumba. Laiti chenye tuliona, tulifika kwa nyumba. Alafu tukapata kufuli kwenye mlango. So tukajiuliza, tukajaribu kupiga simu, she is not picking the phone. Tukajaribu kupiga, she is not picking the phone. Tukashikwa na wasiwasi kweli. Wasiwasi ulikuwa mwingi kwetu. Tukasema kweli ni nini hiki kinatendeka? Na ako wapi? Akienda nyumbani huwa anatuambia, hadi ananiambia mimi, hadi marafiki zake wengine. Kisha tumekuwa na wasiwasi, tufanye nini? Tukasema hapa napo hatutoki kama hatujui huyu rafiki yetu yuko wapi. Then kijana mwingine alikuwa hapo, kijana mwingine alikuwa hapo jirani wake. Tukamuuliza, umeona Vali? Akasema, ni light tu tunaona, niliona. Nikasema, pia sisi tukaangalia kwenye nyumba, tukaona ni light inawaka. Tukasema, tukashikwa na wasiwasi, tukasema, this is worse. Alafu tukaita landlord. Tukamuuliza, umeona Vali? Kutoka asubuhi. Akatuambia
Hapana. And then tukaita vijana, landlord akaanza kuitisha kitu cha kufunguli cha kunini kubomoa kufuli. Ukweli alimaliza akapata, alafu wakang'ang'ana na vijana wengine hapo nje, alafu wakafaulu kufungua kufuli. Walipovunja kufuli, wakafungua hii nini ya juu, hii tabia ya juu wakafungua. Haikuwezekana, pia hii ya chini ilikuwa imefungwa. Alafu wakajaribu tena, wakatoa nini dirisha hapo, glass moja ya dirisha, wakafungua hii ingine ya chini. Laiti chenye tuliona hatutaweza sahau katika aushi yetu. Kisha tukapata kweli msichana ameenda. Ni hivyo tu. Sina jingine ja kuongezea jamani. Sina jingine ja kuongezea jamani. Hivyo ndivyo tumempata. Tunapenda sana na Mungu akaiweke kweli. Before that landlord akajaribu kupigia, landlord akajaribu kupigia mama yake, and then hiyo ndio tulipata. Hatutaweza sahau hiyo katika aushi yetu. Mungu anampenda sana. Tulikuwa tunampenda sana ukweli. Landlord wa Val alitoka shuleni jana saa 11, nikamwona kama amepita, hata tukusalimiana, kaingia kwa nyumba. Mimi nikajua tu ni mazoea yake, waga akiingia kwa nyumba waga atoki, anakaa tu kwa nyumba. Sasa asubuhi kama nimetoka, nilikuwa naosha vyombo, nikasikia wasichana wanamuita kwa mlango. Val. Nikashindwa ni kelele gani imefika kwa mlango wa Val. Val nikauliza kuna shida gani? Wakasema kwamba Val hajafika shuleni. Sasa hatujui kama ako upande gani, maana tunapiga simu yake na simu yake tukipiga haishikwi. Tukiangalia bulb yake tukaona kama inawaka. Sasa tukawaambia pengine yako hapa ndani ama imefanyika vipi. Nikauliza mara mbili tena, hamjamuona shuleni ama pengine amesafiri? Wakasema akisafiri uoga natuambia. Ki decision kwamba tubomoe mlango, maana tuliona bulb yake inawaka, tuka make decision, tuanishe hiyo kifuli, kuingia ndani tukapata kama Vali amenyoroka tu amelala. Ndio hivyo tu.